Kabla ya historia kuandikwa, kabla ya falme kujulikana kwa majina, kulikuwepo ufalme wa ajabu ulioitwa Zaruma. Ufalme huo haukulindwa tu na askari, ulilindwa na wachawi. Ndani ya kasri kubwa la mawe meusi, aliishi binti wa kifalme aliyeitwa Nyaza. Uzuri wake ulikuwa wa kipekee, lakini kulikuwa na kitu kilichowafanya watu wamuogope kimya kimya. Kwenye mkono wake wa kushoto kulikuwa na alama ya ajabu, alama ambayo wachawi wa kifalme waliitazama kwa hofu, wakisema ni ishara ya roho ya kale. Nyaza mwenyewe hakujua maana yake, lakini kila usiku alikuwa akiota ndoto zile zile: msitu wa giza, sauti ya mwanamume na jina lake likiitwa kwa huzuni, Nyaza. Usiku moja hakuweza tena kuvumilia. Alitoka ndani ya kasri kimya kimya, akafuata ule msitu uliokatazwa. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi, lakini miguu yake haikusimama. Alipofika ndani zaidi ya msitu, ghafla, Nyaza, sauti ile ile. Aligeuka haraka. Mbele yake alisimama kijana mwenye macho ya kina. Uso wake ulikuwa wa kuvutia, lakini umefunikwa na kivuli cha ajabu. "Unanijuaje?" Nyaza aliuliza kwa hofu. Kijana huyo alitabasamu pole pole. "Kwani hujanikumbuka?" Nyaza alibaki kimya. "Mimi ni Loemba." Jina hilo lilipogusa masikio yake, moyo wake ulitetemeka. Hakuwahi kumwona, lakini roho yake ilimhisi kama mtu aliyewahi kumpenda zamani sana. Tangu usiku huo, kila kitu kilibadilika. Nyaza alianza kukutana na Loemba kwa siri ndani ya msitu. Waliongea kwa muda mrefu, walicheka, na polepole mapenzi yakaanza kuchipuka kati yao. Lakini mapenzi yao yalikuwa hatari, kwa sababu Loemba hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa mwana wa mchawi mkuu aliyewahi kufukuzwa katika ufalme wa Zaruma, mwanamume aliyebeba nguvu za giza ambazo zilikuwa zimekatazwa kabisa. Siku moja, siri iligunduliwa. Mchawi wa kifalme alimuita Nyaza na kumtazama kwa macho makali. "Unacheza na kitu ambacho hakipaswi kuguswa." Habari zilimfika mfalme. Hasira ililipuka kama moto. "Binti yangu hawezi kuchafua damu ya kifalme kwa mchawi wa giza." Aliamuru Loemba auawe mara moja. Usiku ule ule, wanajeshi waliingia msituni. Mapigano hayakuchukua muda mrefu. Loemba alikamatwa, akauawa, na mwili wake ukaachwa kati ya msitu. Lakini walichodhani wamekimaliza ndicho kilichoanza. Nyaza alipofika msituni na kuiona miili, alipiga magoti na kulia kwa uchungu. Hapo ndipo upepo ulianza kubadilika. Giza likazidi kuwa nzito, na mbele ya macho yake mwili wa Loemba ulianza kusogea pole pole. Alisimama, lakini hakuwa yule wa zamani. Macho yake yalikuwa meusi kabisa, kama usiku usio na mwisho. "Mimi si binadamu tena," alisema kwa sauti nzito. "Mimi ni kivuli cha laana." Nyaza alitetemeka, lakini hakukimbia. "Basi nitabaki nawe," alisema kwa macho yenye machozi, "hata kama ni giza." Tangu usiku huo, laana ilianza kuenea. Loemba hakuweza kuishi bila damu. Wanyama wa msituni walianza kupotea. Wanajeshi waliotumwa walirudi wachache, wengine hawakurudi kabisa. Hadithi za vivuli vilivyokuwa kinavila watu zilianza kusambaa. Mfalme alipojua kwamba Nyaza bado anakutana na Loemba, aliamuru vita kubwa. Jeshi liliingia msituni usiku, lakini kile kilichotokea huko hakikuwahi simuliwa wazi. Asubuhi iliyofuata, ardhi ilikuwa imejaa damu, na waliobaki walikuwa wakitetemeka kwa hofu. Ndani ya kasri, Nyaza alisimama mbele ya baba yake. "Ninachuza mapenzi, si ufalme." Maneno hayo yalikuwa kama msumari moyoni mwa mfalme. Kwa hasira,
alichomoa upanga wake na bila kusita-sita alimchoma binti yake mwenyewe. Nyaza alidondoka pole pole, damu ikitiririka, lakini kabla hajakata pumzi alitabasamu. Tutazaliwa tena na hakuna atakayetutenganisha. Mbali, Loemba alipiga kelele ya tishisho, anga likawa jesi, upepo ukavuma kwa nguvu, na siku hiyo ufalme wa Zaruma ukaanguka. Miaka mingi ilipita, vizazi vilibadilika, lakini roho hazisahau. Katika kijiji cha mbali, msichana alizaliwa. Aliitwa Nyaza, na kwenye mkono wake wa kushoto kulikuwa na ile ile alama. Siku chache baadaye, mvulana alizaliwa katika familia nyingine. Aliitwa Loemba. Kadri walivyokuwa, wote wawili walianza kuota ndoto zile zile. Msitu, damu na sauti zinazowaita. Na siku walipokutana kwa mara ya kwanza, hakukuwa na maneno. Walitazamana tu, na ndani kabisa ya roho zao walikumbuka kila kitu. Lakini waliinua macho yao kidogo, wakahisi kitu kingine kimerudi pamoja nao. Kivuli. Usiku mmoja, Nyaza aliamka ghafla, akageuka pole na kumuona Loemba amesimama pembeni ya kitanda chake, lakini macho yake yalikuwa meusi kama zamani, na kwa sauti ya chini alisema, tumekuja kumalizia tulichoanza. End of part 1. Subscribe, like, share na comment kwa part 2.